akaponya hao wendazimu. Nimeona wanadada wengi wakija kwa ajili ya masuala ya kindoa, Mungu akawahudumia upande wa ndoa, wakafunguliwa na wakabarikiwa. Nimeona mama wengi wakikuja na agenda za business, Mungu akawafungulia na akawatendea habari za business. Na Mungu ameponya wengi sana waliokuwa wamekuja kwa ajili ya magonjwa. Nimeona pressure zikiondoka, kanza, nimeona diabetes zikitulia, asthma. Kwanza wale wa asthma nimehudumia 2025 wengi sana, na Mungu wangu akatenda mambo makubwa sana. Nashukuru kwa sababu alinichagua nikiwa kijana, kama vile alichagua Daudi. Kusoma Biblia, Daudi alikuwa na miaka kidogo sana. Ukisoma Biblia utapata Yusufu alikuwa na miaka kidogo sana. Ukisoma Biblia unapata kwamba wakina Danieli, mtu kama Danieli, mtu kama Shadrach, Meshach na Abednego. Hao ni watu wameandikwa katika Biblia. Miaka yao haikuwa mingi, lakini walitambulika sana. So Mungu akaimwinua mtumishi wake Yeremia, mtoto mdogo akiwa kwa tumbo la mama yake, akamwambia, nimekupa power, nimekupatia neema, nimekupatia grace ya kwenda kufanyika mtu mkubwa kwa mataifa na kwa familia, ukomboe familia na ukomboe mataifa. Na Yeremia akapewa uwezo wa kuangamiza na kuharibu na kubomoa kazi za shetani, na akapewa pia neema ya kubariki na kuweka mambo kuwa sawa. So nashukuru, maana kipindi wamenikujia nikiwa na hii miaka ambayo nimekuwa nayo, Mungu ametenda mambo makubwa sana. So nataka niwaambie kwamba nataka niwahakikishie kwamba bado Mungu atatenda tu, na watu watajenga manyumba na watanunua magari na watu wataishi maisha mazuri, maana huyo Mungu ndiye ameniambia kwamba neema yangu ameshazidisha. Kama nimeshinda challenges na changamoto ambazo zimekuwa za 2025, so 2026 natarajia mambo makubwa, natarajia kanisa kubwa, natarajia waumini wengi sana, natarajia mipangilio kukua mizuri zaidi kuliko 2025. So ningetamani tu niwahimize my viewers wangu wote ambao wananitazama sasa hivi kwamba kuna watu Mungu wangu amewaponya. Biblia inasema kwamba Biblia inasema kwamba kulikuwa na Mungu wa Yakobo na kukawa na Mungu wa Elia. Pia nami Ken Junior niko na Mungu wangu aliyeniumba na akanipa hiyo neema na hiyo grace. Hii grace na hii neema sijaitoa kwa familia yetu ya Waluya, nimeitoa tu. Mungu mwenyewe amependa na akanitunuku ama akanibariki hiyo neema. That's why niko hapa kuambia kwamba I'm ready 2026 kuhudumia Wakenya wengi sana, kuombea Wakenya wengi sana na kubariki Wakenya wengi sana, na nitajitahidi sana, nitajituma kama vile Biblia inasema kwamba Daudi alikuwa shujaa, kijana shujaa, mpaka akamwangusha Goliathi aliyekuwa anahangaisha jamii ama familia ama kijiji cha Waisraeli. Daudi aliangusha Goliathi. Na imani kwamba kuna waganga na kuna wachawi, kuna washirikina, kuna watu waovu ambao hawasiopenda neno la Mungu. Kama vile hiyo neema imenishukia kubariki na kutakasa mtu na kuinua mtu kiimani, kiroho, pia hivyo ndio nitaangusha tu wale maadui wasiopenda Injili na wale maadui ambao wanatesa wengine. Niko tayari kwa ajili ya kufanya hiyo kazi 2026. Nashukuru Mungu kwa sababu shuhuda nyingi ambazo zimetokea kwa haya madhabahu ambayo wanaongoza, watu wameleta shuhuda nyingi. Maana nilianza huduma nikiwa tu mmoja peke yangu, lakini Mungu akatenda makubwa mpaka nikawa na kundi kadhaa ambalo naweza sema ni mkono wa Mungu. Ni mkono wa Mungu umenibeba kufika hapo. So watazamaji wangu ambao wananitazama, tarajieni mambo makubwa. Licha ya changamoto na pilika za kishetani, Biblia inasema kwamba hata chomboni pale Yesu alikuwa kwa mashua, dhoruba na mawimbi haikukosekana pale. So ilikuja na Yesu akasimama akatuliza dhoruba na mawimbi, ukisoma Biblia vizuri. So sembuse kanisa lake lazima liwe na challenges za wamama na wazee na vijana. Lazima kuwe na vurugu na maneno ambayo mengine hayaleti picha nzuri, lakini ukweli ni kwamba tumesaidiwa na Mungu mpaka leo hakuja kufa mtu, mpaka leo hatujazika mtu, mpaka leo tuko sawa, tuko wazima. So mimi kwangu Ken Junior nafurahikia kukaribisha mwezi wa kwanza, nafurahikia kukaribisha mwezi
mwaka wa 2026 nikiwa na matamanio mazuri, nikiwa na focusing nzuri, nikiwa na malengo makubwa kuhusu ministry hii ambayo ni ya Mungu, na maombi haya ya Mungu yatafika mbali. Najua watu wa Nairobi watabarikiwa, Western watu watabarikiwa, Coast region yote watu watabarikiwa kupitia mimi, na Mungu atatenda mambo makubwa sana, kwa sababu napoangalia pale Nairobi tuko na watumishi wa Mungu ambao nawaheshimu sana, ambao wanafanya kazi kubwa sana, manabii, waanzilishi wetu wa Injili, na wapenda na nawapigia saluti sana, kama mtumishi baba Jeremiah Kioko. Mungu ambariki sana Prophet Nabii Jeremiah Kioko, pia mzee Pius Mwiru, pia Dr. Chris Namale, watu kama hao, watu mama kama Natasha, watu kama JTM Aviation TV Manyuru. Mungu amewainua mpaka viwango na viwango. Kienda Uganda tuko na mzee wetu mtumishi Prophet Kagande. So natamani Mungu pia siku moja nifikie hizo viwango, maana natamani Mungu atuweke kwa hizo viwango, na kwa imani tutafika na tutapita. Biblia sema kwamba mkiamini Mungu atawazidishia na mtafanya mambo makubwa sana, kwa msaada wake tutainuliwa sana. So my viewers wa Mombasa wakawa wakijua kwamba niko tayari kwa ajili ya kufanya kazi hiyo ya Mungu, na Mungu atawatenda mambo mema. Ukija nitakuweka kwa hii record, nitakuweka kwa hiki kitabu cha upako. Kitabu hiki ni cha upako. Jina lako likiingia hapa tayari wewe utakuwa umefanikiwa, utakuwa umebarikiwa. Jina lako utakapoingia hapa, kuwa member, kuwa mwimbaji, kuwa intercessor, kuwa kutenda kazi kwa haya madhabahu yetu, kwa tayari jina lako litakuwa limebarikiwa. Niko na wale watu ambao wanajaribu kupiga kwa hii simu. Niko na simu hii, alafu na niko na simu kadha wa kadha ambazo sifai kukuonyesha, na hizo simu zinatumika kwa haya madhabahu kwa ajili ya kazi fulani fulani. So 2026 tutarajie tu Ken Junior kukua kwa viwango ambavyo vile Mungu mwenyewe amependa, maana hivyo navyo havizuiliwi na mtu. Hakuna mwanadamu anaweza zuia, hakuna mtu anaweza zuia, hakuna shetani ambaye anaweza zuia, maana na imani kwamba malengo ya Mungu kwangu itatimia, na wamama watapona, wazee watapona, mavijana wenzangu wengi sana nitajaribu kuwashauri na kuwahudumia, na wataona mkono wa baraka wa Mungu. So my viewers, tuwe tuna imani kwamba 2026 ni mwaka wa mafanikio. Karibisha mwaka huo kwa baraka popote ulipo. Usilewe sana, usipigane sana, usichokozane sana, na usisaliti injili ya Kristo Yesu. Amini tu Mungu na atakuweka kwa viwango vikubwa zaidi. So hapo ulipo tu ni imani. Hii mambo yote ni imani. Kitu kinaitwa gospel, kitu kinaitwa ibada, kitu kinaitwa church. Hiyo ni kitu, yani weka imani. Kitu kinaitwa imani. Ukijipa imani kwa kila jambo, everything inakuanga sawa. So nawapenda wote wa Kenya na wana Mombasa wote. Mungu azidi kuwalinda na kuwatetea. Pia wale viewers wote ambao wanajaribu ku like na kusubscribe channel hizi zangu na clip hizi ambazo najaribu kuweka kwa